Habarini ndugu zangu, ni siku nyingine tena ya leo ambayo nimekuja na jambo dogo tu, lakini ni kubwa kwa upande fulani. Jambo gani? Leo nimekuja niwape elimu wa dada kuhusu chanzo ambacho, baadhi ya vyanzo ambazo vinasababisha kuugua fangasi za ukeni mara kwa mara. Chanzo mojawapo ambacho huwa kinapelekea asilimia kubwa ni uvaaji wa pads au pads muda mrefu katika kipindi ambacho mdada anakuwa yupo kwenye menstrual bleeding, yaani zile siku za hedhi za kutokwa na damu ukeni. Sawa? Unakuta mdada anavaa pads au pads zaidi ya masaa 6, 7 hadi 8. Sawa? Ndipo anabadilisha. Hiyo ni hatari kubwa sana kwa afya yako ya ukeni. Unashauriwa angalau yasivuke masaa 3 hadi 4. Badilisha pads au pedi yako uliyovaa ukeni. Na hivyo inategemea na kiwango cha damu ambacho kinatoka ukeni kwako. Sawa? Kuna wengine wanapata heavy menstruation bleeding. Sawa? Yaani ni kiwango kikubwa cha damu ambacho kinatoka. Kuna wengine wanapata tu spots. Sawa? Ambao ni slight bleeding. Sawa? Ni kiwango kidogo sana. Sasa hawa watu wawili lazima watofautiane kwenye muda wa kubadilisha pedi zao. Sawa? Lakini kwa yule mtu ambaye anapata heavy, yani hakikisha, yani kama ni heavy menstrual bleeding, basi hata masaa 2 asivuke, change, vaa nyingine. Sawa? Kwa nini? Unavyovaa muda mrefu ndipo unatengeneza mazingira ya ukeni, sawa, kuwa na majimaji muda mrefu, ambayo ni chanzo kikubwa cha wadudu wa fungus. Sawa? Sababu Candida species wanapenda kuishi kwenye mazingira ambayo ni wet. Sawa? Yana majimaji. Sawa? Chanzo kingine ambacho huwa kinapelekea hususani kwa wadada, yule mdada ambaye anavaa nguo ya ndani. Sawa? Almost zaidi ya leo amevaa, kesho atavaa hiyo hiyo, habadilishi. Yaani ndani ya siku 2, yani nguo anayovaa ni ile moja. Wewe mdada uko kwenye hatari kubwa sana ya kuweza kupata changamoto ya wadudu wa fungus. Sawa? Ambao ni wale ukapata overgrowth of Candida species. Sawa? Ikakupelekea kupata vulva vagina candidiasis. Sawa? Mdada unashauriwa nguo ya ndani unayoivaa mara baada ya kutoka kuoga, basi hakikisha utakaporudi tena kuoga, hiyo nguo usivae, usiguse. Sawa? Vaa nguo nyingine. Sawa? Na kama unaifua, hakikisha kwamba ukishamaliza kuifua usianike ndani. Sawa? Eti ikauke kwa lile joto la ndani. Hapana. Ni hatari kubwa sana. Sawa? Make sure unaianika hiyo nguo yako unaianika nje kwenye jua kali, ikauke na jua kali. Sawa? Kuna wale wengine wanaanika nguo za ndani eti bafuni. Sawa? Ndo anaianika huko. Sawa? Kwa ile hofu ya aibu ya kusema kwamba nguo yangu ndani naitoa naenda kuanika nje, sijui atanionaje. Hapana. Hiyo kuanika ndani, wewe ndio unajitengenezea mazingira hatarishi ya kupata ugonjwa wa fungus ukeni. Kwa sababu wale wadudu wa fungus, zile spores za Candida,
huwa azifi, sawa, kwa joto dogo. Sawa, unavyoanika ndani ile joto ambalo linakausha ile nguo, bado inaendelea kufanyaje? Inaendelea kuwatunza wale wadudu. Kwa hiyo utakapovaa bado watakuwa ni source ya kuweza kukuasili. Ile endapo endapo ungekuwa umeanika nje, basi wangeweza kufa na ungekuwa katika upande ambao ni salama. Sawa? Lakini kuna huyu mdada pia ambaye kila akienda Ushingera kupata haja ndogo, hajikaushi. Yaani atapata haja ndogo, akishamaliza yeye amemaliza, ana haja ya tishu kwa ajili ya kujikausha ukeni, yeye hana haja nayo. Yaani yeye akishamaliza kujisaidia haja ndogo, amemaliza, anavaa nguo yake ndani, huyo anaendelea na shughuli nyingine. Huyo naye yupo kwenye hatari kubwa sana, kwa sababu anatengeneza mazingira ya unyevunyevu zaidi ukeni, na ambayo ni chanzo kikubwa cha nini? Cha maambukizi ya wadudu wa fungus ukeni. Sawa, ambayo ugonjwa wake unaitwa vulvovaginal candidiasis. Sawa? Lakini kuna huyu mdada ambaye yeye anatumia artificial penis. Sawa? Yani penis ambayo sio sahihi kwa ajili ya kujichua ukeni. Sawa? Wengi sana wanahitaji nasema kujiridhisha. Labda mtana mpenzi wake hajamridhisha, lakini kwa hiyo unakuta ndani kwake ana ile artificial penis au toy. Sawa? Au ni kitu ambacho kinafanana na penis anatumia kwa ajili ya kujichua. Hiyo nayo ni hatari kubwa sana. Sawa? Moja kati ya madhara makubwa sana ambayo dada wengi sana saizi wanapitia ni kukosa hamu ya tendo la ndoa, loss of sexual desire. Sawa? Unakuta tayari ashaugua sana. Sawa? Kwa hiyo kutokana ile kuugua sana, sawa, ile hata ile amepata ile tayari ameshapata disruption kwenye ile epithelial surface of vagina. Sawa? Ambayo imempelekea mpaka hata hormone estrogen kuwa disrupted na kumpelekea hata ile sexual desire kupotea. Sawa? Kwa hiyo wewe mdada, jitahidi kulinda uke wako ili uweze kuwa salama na uweze kuwa na furaha muda wote ambao unakuwa unatembea. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Niwatakie siku njema, niwatakie weekend njema. Bye. Karibuni.